chukizo litakalokuwepo ni kwamba ni shetani ndiye atakasirika kwa kupitia watu wake na mawakala wake. Kwa nini nimekuja kuzungumza hili? Na angalikuwa hata wa Marekani wenyewe hawajawahi kuzungumza hili na hawajawahi kusema, na hawakutarajia kama itakuja kusema haya. Sasa naomba nikwambie kitu hiki. Nchi ya Uarabuni, nchi ya Waarabu ni nchi ambayo shetani alishuka na kuanzisha chimbuko lake pale la dini pinzani, ambapo Kristo alishuka Marekani, yani uko kwa wazungu. Mimi naweza kutumia itabidi kidogo unanisikiliza na kunielewa, kwa sababu kumbuka kama nilivyokuambia, mimi natumiwa na Mungu mwenyewe. Mimi sio msomi sana wala sio mtu wala fuzi sana. Kwa hiyo unatakiwa kidogo uweze kunielewa kidogo ili kusudi tuweze kwenda sambamba. Kilichopo ni kwamba uko Marekani, uko kwa wazungu, wanasema uzunguni, Mungu alishuka kule na kutengeneza na kuanzisha dini, chimbuko la dini ya Kikristo. Na shetani alishuka Uarabuni akaanzisha chimbuko la dini ya Kiislamu, ambapo shetani anapingana na Mungu kwa kutumia dini ya Kiislamu, lakini Mungu anapingana na shetani, anampinga shetani kwa kutumia chimbuko la dini ya Kikristo. Kwa hiyo Marekani ndio nchi ambayo, na ndio maana mnaitazama kwa upande fulani, kwa kuiona kwamba ni nchi ambayo inaendelea sana. Na ukitazama Marekani sio nchi ambayo inamilikiwa na Waislamu. Ukitazama kitu hicho, China pia walikishtukia mapema sana, na wamejitahidi sana kupinga hicho kitu. Kwa hiyo hata China hakuna dini ya Kiislamu. China kuna dini ya Kikristo, na ndio maana ukienda China hakuna misikiti. Sawa, japokuwa mimi sijazunguka sana. Na ukienda Marekani hamna misikiti. Yani kama unavyofahamu, Marekani kama ndivyo, Marekani ni chimbuko la Ukristo na Uarabuni ni chimbuko la Uislamu, ambapo shetani amekamata Uislamu na ndio anafanya mambo ya kishetani, na Mungu amekamata Ukristo anafanya mambo ya Kikristo. Sasa Mungu ameniambia nije niwaambie kwamba Uarabuni ni nchi ya shetani. Uislamu ni dini ya kishetani na inaendeshwa kishetani. Kwa hiyo ukitazama mambo mengi yanayofanya Uarabuni, mambo yanayofanyika ni kinyume na mapenzi ya Mungu, na ndio yanazidi kupamba moto na kuzidi kuongezeka, kusogea na kuzidi kusambazwa kwa kasi, kwa sababu shetani anajitahidi sana kuhakikisha kwamba anataka kuteka China, kuteka na Marekani, kuteka raia wa Marekani, wale viongozi wakubwa, kuteka na raia wa China, wale viongozi wakubwa, na kuweza kumsupport, kuweza kusambaza ushetani katika nchi za Afrika. Na hisi unaweza kuanza kunielewa taratibu, utanielewa. Na shetani katika dini yake ya Kiislamu anatumia Uislamu kama dini, lakini Uislamu sio dini. Uislamu ni ushetani. Japo wengi mnaitazama Uislamu kama dini, lakini Uislamu ni ushetani ambao umetokea Uarabuni. Na ukitazama Waislamu wengi wapo Afrika. Dini ya Kiislamu imesambaa sana Afrika, na nchi ambao hazina maendeleo ni Afrika. Na haya mambo ambayo, kwa mfano, kuna vitu unaweza kabla ukajifuka sema kwamba mbona Marekani wanafanya uasherati, wanafanya
uzinzi wa kishetani sijui nini. Naomba nikwambie kitu hicho. Marekani yani shetani amechukua vitu Warabuni anavipeleka Marekani kwa baadhi ya watu, na ametengeneza chimbuko kule la vitu fulani ambavyo vya kufanyia nguvu yake kuaminisha, kwa sababu Afrika wanaamini kwamba Marekani ndio kioo cha jamii, kioo cha dunia. Kwa hiyo ndio maana yani Afrika wanaamini sana, wakimwona Marekani akifanya jambo fulani basi hilo jambo ni sahihi. Umeona, ni jambo ambalo linakwenda kutimia vizuri, ni jambo zuri. Lakini si kweli. Marekani hafanyi uasherati unaofahamu wewe. Marekani hafanyi uzinzi unaofikiria wewe. Marekani hafanyi sijui mambo ya ushoga. Marekani kule ni viongozi ambao wametengenezwa na shetani kwenda kujaza baadhi ya viongozi wa Marekani na kusapoti ushoga usambae, ambapo hausambai katika nchi ya Marekani. Ushoga unasambaa katika nchi za Afrika kwa sababu shetani ameunda watu wake, kama nilivyoelezea kwenye ile story ambayo Mungu aliambia jinsi gani shetani alivyoitawala dunia kwa kipindi hichi cha kuanzia mwaka 2025 mpaka atakapofika 2048. Yani ameunda watu wake na ataendelea kuunda watu wake. Wapo kule Marekani wanafanya kitu ambacho kitaonekana kama wanaofanya ni wa Marekani, na kuwaonyesha watu wa Afrika kujua kwamba Marekani anafanya, sijui umeelewa, ili kusudi aweze kusupport kufanya lile jambo Afrika. Na anaamini kwamba akitaka kumteka Mwafrika ni lazima aanzie Marekani, maana Marekani ndio kioo. Na ametoka hapo pia ameenda kuanza China nako ameweka mawakala wake, anatengeneza chimbuko, anatengeneza kitu ambacho kitafanya kuaminisha kwamba kwa sababu China na Marekani hamna Uislamu, ndio maana China wanaamini kile wanachokiabudu kikatoa matokeo. China hakuna dhehebu. Kienda Marekani hawana dhehebu. Wale hawana kusema sijui kusema wana madhehebu kama sijui Uislamu na Ukristo. Kule umesimama Ukristo. Hawawezi kuchagua dhehebu kwa sababu dhehebu ni moja tu ambalo ni Ukristo. Na ndio wanaamini hivyo, na ndio wanaposali hivyo, na Mungu anawasikiliza, na wana uongozi ambao uongozi unasimamia taifa lao, kwa sababu yani Mungu ameweka kitu katika taifa la China, ameweka kitu katika taifa la Marekani, na ambalo linasimamia hivyo vitu ambavyo vitashikiliwa miaka nenda miaka rudi, ambavyo havitaweza kuwadanganya raia wa China, havitaweza kuwadanganya raia wa Marekani wakapotea katika dunia hii, wakapotea na kwenda katika Uislamu ambayo shetani ndio unani wake, ambapo ndio shina la shetani ambalo anatumia. Na shetani anataka kamati nchi ya Afrika, kwa sababu China ameshindwa, Marekani ameshindwa, anataka kamati Afrika. Na ndio maana saizi Afrika inaenda kwa kasi. Ndio maana nilisema Afrika inaenda kuteketea, itapitia kipindi kigumu sana. Na hata Marekani kwenyewe, ndio maana linapotokea jambo Marekani, jambo la ajabu ambalo la ukufuru, lazima itokee gharika ambalo linaenda kusambaratisha kile kitu ambacho, au tuseme ni kama katika lile kundi la wale ambao walikuwa wanasukuma kufanya ule ushetani pale. Na ndio Mungu anashusha gharika pale, anapiga, sijui umeelewa, anapiga ili kusambaratisha kwamba ule ushetani usiendelee pale, kwa sababu anajua pale ni kwake. Unaona? Na hivyo hata China ikitokea kuna hilo kundi
shetani ameweka kundi pale na linaanza kusupport, linaonekana linaleta vitu vya tofauti, limejenga na ndio linazidi linaanza kuja kwa kasi. Shetani anakuja anapiga kwamba pale sio sehemu ya shetani. Yaani Mungu anakuja anapiga ili kwamba sio sehemu ya shetani, ile ni sehemu yake. Umenielewa? Ndio maana utasikia moto umewaka, ndio maana utasikia vita imepigwa, watu waliokuwa sehemu fulani wameteketea wote. Uwezi kusema yani hivyo. Hiyo ni Mungu mwenyewe ndiye anafanya hivyo kwa sababu ya kusafisha. Na ndio maana ninatumikiwa sasa hivi, Mungu ananituma kuja kuzungumza mengi mbele yenu. Na ananitumia kama ndio mleta taarifa, mjumbe wake wa kufikisha taarifa. Nashukuru kwa hilo, japokuwa nitakuwa na vita sana, maana mambo yanayonituma ni mazito, napingana na shetani. Napata shida sana. Naamini hapo mbele nitapigwa vita kubwa sana. Shetani hataweza kushindwa kunijua. Atanitafuta, lakini naamini kwa kuwa Mungu mwenyewe ananituma, atanisimamia na ataniongoza, atanishika popote nitakuwa na yeye. Kwa hiyo mimi sasa hivi naamini kwa sasa hivi mimi sio binadamu wa kawaida hivi effect. Mimi nipo katika ulimwengu wa roho wa Mungu, ambapo sasa natumika kiroho na Mungu. Situmiki binadamu wa kawaida face to face. Naomba muelewe hivyo na muweze kujua kwamba nipo kwa sababu ya Mungu. Kwanza sasa shetani kwangu mimi hatoweza, na ninajiamini hivyo kwa sababu ninaamini kwamba anayenituma ana uwezo zaidi yake. Na kumbuka, napigana na shetani. Kwa nini ninapoleta hizi taarifa? Shetani mwenyewe hapendi, lakini Mungu ameniambia nilete, na mimi naleta. Kwa hiyo naomba jamani, muwe makini. Kama una ndugu yako anaenda sijui kufanya kazi Uarabuni, naomba mwambie asiende, na kama ameenda mwambie arudi. Mrudishe nyumbani, mtie usia, mwambie mwanangu tulia, Uarabuni sio nchi ya kiroho, sio nchi ya amani, sio sehemu ya Mungu, ile ni sehemu ya shetani. Kwa hiyo usije ukamruhusu kaenda, ile ni nchi ya shetani. Wewe ni Muislamu, najua hutaweza kuniamini kama wewe ni Muislamu, hutaweza kunishikilia hapa ninapokuambia, utaniona kama nazungumza kitu cha hivi, kwa sababu tayari umeshaingizwa kwa dini, kwenye Uislamu umeshaamini kwa ni dini yako itakusupport na kufanya nashika mkono. Lakini hiyo sio dini yako, sio dini. Wewe binadamu, sio dini hiyo. Hilo ni chimbuko la shetani, ambapo shetani analitumia kuteka na wengine. Kwa hapo ulipo, shetani amekuteka kupitia dini aliyoianzisha. Na pia kuna vingine, kuna hili hapa nitaka nisahau, lazima pia niuseme kwamba kuna manabii wengi sana wamekuja ambao wanajiita manabii. Wale sio watu wa Mungu. Wale wameenda Uarabuni. Fika Uarabuni ni watu, unafahamu, ni watu, unaona watu wa kawaida face sio, lakini wameenda kule Uarabuni, wamekabidhiwa vitu vifuatavyo. Wamepewa nguvu ya kishetani, wamepewa masharti ya kishetani, na wameletwa waje wawe kama watumishi wa Mungu. Wao wanafanya kazi kama Mungu kwa kufanya miujiza, lakini wameenda kuwekewa uwezo fulani na shetani ili waje wawateke Wakristo, wawateke na hata wale ambao ni Wakristo lakini wapo katika dini ya Kiislamu. Wametumwa waje wawateke, alafu waje wawabadilishe, na siku itafika wakati kuna kafara nyingi sana zitatokea, kuna vitu vingi sana vitatokea, na chanzo ni hao manabii. Kwa sababu hao manabii watakuja kuidhinisha
swala la usagaji, watakuja kuizinisha swala la ushoga, watakuja kuizinisha na kukaa na maraisi viongozi na kuhitaji viongozi wa Afrika. Anamaanisha ni viongozi wa Afrika, maana ndio sehemu ambayo shetani anataka iteke kwa sasa, ili kusudi waizinishe mambo ya kishetani yafanyike. Na tusipokaa sawa yatapita, yatafanyika. Na Mungu kaniambia yatafanyika haya mambo mpaka 2048 majibu yatakuwepo. Shetani anataka kufanya mambo yake katika nchi ya Afrika, na Mungu hajapenda, kwa maana anatumia nguvu kubwa sana, anatumia asilimia kubwa sana ya kuhakikisha kwamba anamkufuru Mungu. Kwa hiyo Mungu ameniambia hapana, hajapendezwa na kitu. Kwa hiyo yuko tayari kufanya jambo, lakini kumbuka yeye sio mtu wa haraka, anafanya jambo kwa wakati kutokana na alivyoweka ratiba zake. Sasa naomba uweze kuwa pamoja na kuelewa kwamba Afrika inataka kutawaliwa na shetani. Na shetani mwenyewe anatokea wapi? Shetani anatokea Uarabuni. Sawa Anataka aitawale Afrika. Na usichokijua ni kitu kimoja ambacho shetani yuko nacho na anahitaji kufanya, ni kwamba nakuomba uweze kufanya jambo hili. Kama wewe ni Muislamu, naomba uanze kujitoa kwenye imani ya Kiislamu ambayo unaanza kupewa ya kwenda kutenda dhambi za ukafiri. Naomba uanze kujiondoa, kwa sababu Afrika tunaenda, lakini kuna wakati nilikwambia kwamba dini hizi zitafutwa. Hasa hizi dini zitafutwa kwa sababu gani, au zitafutwaje? Iko hivi, itayofutwa ni dini ya Kikristo Afrika, lakini namaanisha Afrika, simaanishi sijui China, sijui Marekani. Hizo nchi ambazo Mungu amezikamata hizo huko, ndio maana hata taarifa zake za imani yake huwezi kuzisikia. Yaani zipo kama vile hazina dini. Na huku Afrika zitashikwa, yani dini ya Kikristo itafutwa, halafu itazanishwa dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu ndio inafanya mambo yote ya kishetani, ambayo mambo hayo kutakuwa kuna usagaji, kutakuwa kuna usagaji, kutakuwa kuna ya ushoga, kutakuwa kuna vitu ambavyo vya kishetani, asilimia kubwa niseme hivyo. Kuna vitu vingi vya kishetani ambavyo vitakuwa ndio vinaendelea, na ndio ambavyo vitaizinishwa endapo shetani akipata nafasi kubwa. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, tuendelee kusubiri matokeo na tuendelee kumsikiliza Mungu anasemaje. Kama nilivyokuambia, mimi Mungu ananitumia taarifa kila anapotaka kuja kunipa taarifa, basi ananiambia naomba uwafikishie watu wangu hiki na hiki na hiki na hiki. Akaunti hii sikuiandaa kwa sababu ya mambo ya Mungu kama hivi, mambo ya imani, taarifa za kutoka kwa Mungu. Niliandaa akaunti kwa ajili ya mambo yangu binafsi, lakini imefika hatua imenibidi nifanye hivi kwa sababu Mungu ameniwahi kuniambia nifanye hivyo. Basi asanteni sana. Naomba tuendelee kumsikiza Mungu na kuendelea kufuata yale Mungu anayotaka. Asanteni sana. Kila video yangu, kila taarifa niliyoileta hapo YouTube ni taarifa ambayo inatoka kwa Mungu. Naomba uweze kuzisikiliza na uelewe kipi cha kufanya. Wewe Mwafrika, haijalishi unatumikia dini ya Kiislamu au unatumikia dini ya Kikristo, lakini fahamu kwamba unatakiwa uwe sehemu gani.
basi naomba tuende sambamba. Asanteni sana. Asante sana. Sasa tunaendelea na ile maelezo ya kuhusu kwamba imekuwa kueje pale kuhusiana na ile mwendelezo wa ile kitu ya hakuna dhambi. Kuna sehemu nilikatiza kwa sababu ya kuhakikisha kwamba sifanye video iwe ndefu. Sawa. Naomba nikwambie, siku zote mzazi hawezi kumtupa mwanae. Kwa hiyo kinachotakiwa tu mzazi uwe na msimamo mmoja. Sawa. Mungu ana msimamo